Yes bana, sasa hivi pia niko na makocha hapa. Natamani pia kupiga nao story mbili tatu kuhusiana na kipi ambacho kinaendelea hapa, na nikukumbushe hapa tuko UDSM, sehemu ambayo mchezo huu wa kirafiki ambao pengine wewe ambao unatazama pengine unatamani kufahamu ni mchezo gani ambao unaendelea hapa. Niko na makocha and of course kama unavyoona wako serious sana kutokana na mchezo huu ni wa muhimu kwa mchezo ambao watu wengi pia wanatamani kujua pengine huu mchezo unahusiana na nini na pengine ni wapi na wapi na timu gani ambao leo wanacheza. Leo tunacheza University of Dar es Salaam against Simba under 20, and the boys are playing well. They are really doing well. I've been with them for only 1 month, and they're adapting. As you can see, the game is going on and they still 1-1, so we are doing well. It's a work in progress, but we are doing well. Yes. And hopefully other teams coming here, it's going to be a problem for them to win. It's going to be a very big problem. It's going to be a problem for them to win. The boys, as you can see, they are doing well. They're adjusting, so everything is okay. Everything is getting better. Okay, better. Thank you so much. And of course, someone who looking for us here in the media. Yeah. Oh. Okay. Kwa mtu ambaye sorry about it was bwana, kwa wewe ambaye unahangaika sasa hivi kujua ni kitu gani kinaendelea hapa, ni kwamba ilikuwa imebaki kidogo sana watu kutoka UDSM kupata goli la pili hapa, lakini kuna namna fulani naona kama mambo yameenda vizuri. Pengine kwa kumalizia kabisa, alikuwa natamani pia utupe mrejesho kidogo kwa kipi ambacho kiliendelea kwenye kipindi cha kwanza. Kipindi cha kwanza tumecheza vizuri, na actually mimi ni mratibu msaidizi wa michezo hapa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Na kama unavyoona timu yetu ya Chuo Kikuu tayari tuko 1-1 na Simba B. Simba B ni timu nzuri na tunawaheshimu wenzetu. Wana timu nzuri sana, lakini na sisi tumejipanga vizuri sana. Huyu ni kocha wetu ambaye kimsingi ni rafiki yangu, ni Mganda ila anafanya kazi zake Canada. Kwa hiyo alikuja kushughulikia issue zake za work permit, kamaomba aje atusaidie hapa kwetu. Sasa tumebuild up hii timu kwa muda wa mwezi mmoja sasa hivi. Na target kubwa tunatamani kucheza na hizi timu za under 20 za timu kubwa ili vijana wetu waweze kuonekana. Kwa sababu tunaamini Chuo Kikuu tuna talent kubwa sana, lakini hazijawa exposed vya kutosha kuweza kwenda kucheza ligi kuu. Kama unaona vijana hawa tuliita pia agent kutoka Yanga, na pia tuliita technical director wa Yanga under 20 kuja kuangalia ni namna gani vijana wetu wanacheza. Lakini pia tutaomba mechi na Yanga, tutaomba mechi pia na Azam under 20, tutaomba mechi na timu zingine zote ambazo zinacheza ligi kuu, ile timu zao B, ili kuweza kuangalia vijana wetu ambao wanacheza waweze kupata fursa kwenye hizi timu. Pengine kocha, mtu anaweza kawa na swali pengine kwa hii timu ina muda gani, pengine ni muda iko kitambo au ndio imeanza, na mpo kwenye level gani hasa? Timu yetu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam iko kitambo, tangu mwezi wa 11 mwaka jana, na kimsingi tulienda nayo pia Kenya kufanya mashindano kule Kisumu, mashindano ya vyuo vikuu vya East Africa. Tulivorudi sasa tukaongeza nguvu ya training kwa ajili ya ku-strengthen team. Wenzetu East Africa wako vizuri sana. Yaani tulicheza ile mashindano, kwa kweli tumeona wenzetu wameinvest sana. Sasa kwa Tanzania timu zetu bado hatujainvest sana. Na kikubwa ni kwamba wenzetu wana vijana ambao wanacheza ligi kuu. Kwa mfano kuna timu moja inaitwa Bugema, tulicheza nao mechi moja. Wale jamaa wachezaji 7 wako ligi kuu ya Uganda. Sasa unaweza ukaona ni jinsi gani wenzetu wamejipanga. Sasa tunajaribu kuadapt hiyo na vijana wetu waweze kuwa exposed, waweze kupata nafasi Yanga, Simba, Azam na timu zingine kubwa, wacheze kule huko wanasoma. Ni kitu ambacho kinawezekana kabisa. Pengine mtu anaweza pia akawa anajiuliza, pengine ukisema hii timu ya UDSM, kwa maana hiyo hakuna mixer yoyote pengine kutoka vyuo vingine ambao imefanya kuunda timu hii, au pengine ni wanafunzi tu kutoka hapa? Hao ni wanafunzi wote kutoka hapa. Tuna mwanafunzi mmoja tu ambaye alishamaliza, tulikuwa naye kwenye timu yetu, ndo amekuja kutupa backup. Na kimsingi naye tunaujua uwezo wake, ndio maana tukamwambia aje ili kama wanaweza kumuona hizi timu waweze kumtumia pia. Kwa hiyo tumemuita kwa ajili ya kumexpose. Actually sio kutuongezea nguvu, kwa ajili ya kumexpose. Kwa hiyo nadhani wengine wote kama unavyowaona ni vijana wa hapa. Ni vijana wetu, hakuna mtu kutoka nje. Zaidi ya kijana mmoja tuliyemuita kumexpose kwenye hii mechi ya leo. Sawa, pengine turudi kwenye mchezo wa leo. Wewe kwa unavyoona tayari tumeshamaliza kipindi cha kwanza, tunaelekea sasa hivi kipindi cha pili. Pengine mchezo huu unauzungumziaje, kwa sababu hao ni vijana wako, umekuwa nao muda mwingi wakati tunawafundisha, lakini pia leo wamekutana na Simba B. Ni timu ambayo pia inafanya vizuri kama tunavyofahamu. Kwa hiyo na mwanzoni pia nimeona kwamba sisi ndio tumeongoza, UDSM tumeongoza. Hii unaweza ukaizungumziaje kwa mechi hii nzima tangu mwanzo mpaka hapa?
Kwa kweli tuna chance kubwa sana ya kushinda hii mechi, na kama unavyoona tumekosa magoli kama 3 ya wazi kabisa. Ni umakini tu wa striker wetu, lakini kwa kweli iko 50-50, yani kama vile tumekwenda 50-50, wanashambulia na sisi tunashambulia. Tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunawaza labda vijana wangekuwa waoga kidogo kwa sababu ya jina na nini, lakini naona kadri muda unavyozidi kwenda wanazidi ku gain confidence, na ni vitu vichache tu ambavyo nafikiri tutaendelea kuvifanyia kazi. Hii timu ni nzuri sana, ni nzuri mno. Sawa, kwa kuwa na uwezo wa kushinda kabisa hii mechi, ingawa bado nafasi ipo, kuna dakika chache zimebaki, lakini siwezi kuwalaumu vijana, wamecheza kwa nafasi kubwa sana. Sawa. Kwa kumalizia kabisa, siku ya kesho tuna mechi, nadhani unafahamu. Siku ya kesho ni siku ambao Watanzania wengi macho yao yako pale dimbani kuangalia nani anashinda. Pengine wewe unaweza ukauzungumziaje mchuano wa kesho, na wewe pia tupate pengine kufahamu, pengine wewe uko upande gani? Mchezo wa kesho wa Simba na Yanga. Naam. Ni mchezo mgumu, na zinapokutana hizo timu kwa kweli chochote kinaweza kutokea, lakini mimi niache tu Watanzania waone wenyewe kitakachotokea kesho. Tuache tu iwe hivyo. Tunataka kujua bana, wewe pengine wapi, na unadhani ujue wewe ni kocha, pengine una experience kubwa sana, na pengine kwa jinsi ambavyo umeangalia Simba, jinsi ambavyo inashinda na Yanga, pengine unaweza kubashiri mechi hii siku ya kesho, tupate kufahamu kutoka kwako wewe, pengine unadhani ni timu gani ambayo inaenda kuibuka na ushindi? Ni ngumu kupredict kwa sababu hizi timu zina tabia kukamiana. Sawa. Sometimes ule ufundi unakuwa umetoka nje kwa sababu ya kukamiana. Kwa hiyo ni ngumu sana kupredict mechi ya kesho, lakini nadhani Simba ingeshinda, nafikiri ligi ingeendelea vizuri sana. Ikishinda Yanga tayari inakuwa kama vile ligi ishaelemea upande mmoja, kwamba tunajua nani anakwenda kuwa bingwa. Sasa sijui, tuone dakika 90 za kesho zitakuwaje. Asante sana. Nashukuru sana.